trust you in your presence daily live. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender, Lord. I give myself to thee. Fill me with your love and power. Let your blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender. Na muda mwingine tena ambao ni muda bora zaidi wa kusikiliza kile kipindi cha injili cha ile injili ya asili. Tunakaribisha msikilizaji wangu popote pale ulipo, na huku nikikutakia baraka za Bwana na nikikuombea Bwana akubariki sana, na karibu tena katika kipindi chetu cha ile injili ya asili, kipindi ambacho unaweza kusikia yasiyosemwa, unaweza kusikia ambayo hayahubiriwi kirahisi, na unaweza ukaupata uzima wa milele katika ubora wake. Na Mungu awabariki sana. Na kwa siku ya leo utakuwa pamoja nami Patrick Kipara nikiwa na mwenzangu Edmund Mendrand, na kwa pamoja tunasema karibuni sana na Mungu awabariki. Na kabla tujaendelea chochote, hebu tulitie jina la Bwana ili Bwana atuongoze. Mungu wetu mpenzi na Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunao shukrani tena kwa ajili ya siku nyingine njema ya leo ambayo tukalimia kuifikia. Tunaomba baraka zako zikae pamoja nasi. Tunaenda kuongea na mioyo ya watu wako, tunaenda kuongea na watoto wako. Hebu Mungu, isiwe sisi Bwana. Jalia Mfalme sisi tukawe vyombo tu vya kusema na watu wako. Tufunike na damu yako Bwana, tulinde na yule mwovu, na jalia Mfalme wasikilizaji wako Bwana wakakupate wewe na wakakusikie wewe Bwana. Ile damu inenayo mema ikanene mema juu yao na kuwaalika katika ufalme wako. Walio wagonjwa ukawaponye, wenye mahitaji mbalimbali Bwana ukawape haja zao, na waliofungwa ukawafungulie Bwana. Tunawaweka mikononi mwako, nasi tunajiweka mikononi mwako kwamba utatupa ujasiri na hekima ya kuinena injili yako. Tunaomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki. Na amini umeshaandaa kalamu yako, karatasi na Biblia yako kwa pembeni. Na hebu sasa fungua nasi katika kitabu cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 24, na kisha Mathayo hiyo hiyo 13 mstari wa 34 mpaka wa 40. Na kutoka katika maandiko hayo kwa siku ya leo tutakuwa na somo linaloitwa Je, wewe uko upande upi? Je, wewe unawakilisha upande upi? Ndilo somo tulilonalo kwa siku ya leo. Na Mungu awabariki sana, na amini utakuwa pamoja nasi, na tunafurahi na tunashukuru kwa wale wote ambao mmetuandikia SMS na hata kutupigia kwamba kipindi cha wiki iliyopita kilifanyika baraka kwenu. Na tunashukuru pia kwa maombi yenu na kwa kutia moyo, na tunaomba muendelee kutuombea zaidi ili Bwana atuongoze. Jina la Bwana lipewe sifa. Na sasa hebu tuende kusoma. Tutasoma kwa msaada wa Bwana. Mimi nitasoma Mathayo 13:24 na ndugu yangu Edmundi pale atasoma Mathayo 13
34. Akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika bonde lake, katika konde lake, lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako? Limepata wapi basi magugu? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi twende tukayakusanye. Akasema, la, msije mkakusanya magugu na kuzing'oa ngano pamoja. Edmund. Nasema kwa msaada wa Bwana. Amen. Haya yote Yesu alimwambia makutano kwa mifano. Wala pasipo mfano hakuwaambia neno. Ndiyo. Ili litimie neno lililonenwa na nabii akisema, nitafumbua kinywa changu kwa mifano, nitayatamka yaliyosirika tangu awali. Kisha Yesu akawaaga makutano, akaingia nyumbani. Wanafunzi wake wakamwendea wakasema, tufafanulie mfano wa magugu ya kondeni. Akajibu akasema, azipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adamu, lile konde ni ulimwengu. Zile mbegu njema ni wana wa ufalme, na yale magugu ni wana wa yule mwovu. Yule adui aliyeyapanda ni Ibilisi. Mavuno ni mwisho wa dunia, na wale wavunao ni malaika. Basi kama vile magugu yakusanyavyo na kuchomwa motoni, ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu wetu, hebu ongeza baraka katika kusoma kwa neno lako, na jalia neno hili kafanyike uhai kwa waliokusudiwa uzima wa milele. Tunaomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Unaweza kutupigia simu kwa 0765 033 887. Hizo ndizo namba za kuwasiliana na sisi. Naomba nirudie tena, 0765 033 887, na laini nyingine ni 0787 76 49 57. Narudia 0787 76 49 57. Hizo ndizo namba za kutupigia. Msitupigie sasa hivi, tutatoa fursa hiyo ya kupigiwa simu muda utakapo ruhusu, tutawaambia mtupigie simu. Asanteni na Mungu awabariki. Hebu sasa twende moja kwa moja kwenye somo. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kama nilivyosema, jina la somo langu ni wewe. Je, wewe unawakilisha upande upi? Wewe unawakilisha upande gani katika haya ambayo tumeyasoma? Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hiyo nataka kusema nini? Nachotaka kusema ni hiki hapa, kwamba ni Yesu aliyekuwa akiongea na wanafunzi wake, na alisema jambo hili kwa mfano, na baadaye, wasikilizaji, muda wa simu bado, tafadhali hebu tuache kwanza tuhubiri, na baada ya kuhubiri tutawaambia mtupigie simu. Huu si wakati wa kupiga simu, na mkileta fujo nitafunga simu. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hiyo Yesu alikuwa akiongea na wanafunzi wake, na akawaambia mfano wa mpanzi, na mwisho alivyomaliza kuambia mfano huo wa mpanzi, na akaenda pembeni faraga, akawaambia tafasiri ya mfano huo. Alipoambia tafasiri ya mfano huo, ndipo basi tukapata somo letu, kwamba yale magugu ilikuwa ni wana wa ulimwengu, na zile mbegu njema walikuwa ni wana wa ufalme, na konde au shamba ilikuwa ni ulimwengu huu. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa maneno mengine, kwamba Yesu alikuwa akiongelea habari za kanisa lake, na akaonyesha kwamba kwa kuwa neno lake ndiyo mbegu. Jina la Bwana lipewe sifa. Mara pengine alisema neno lake ndiyo mbegu. Hiyo inaonyesha kwamba kuna namna ambavyo yeye alitengeneza kanisa lake na akaliweka hapo, na baadaye ukaingia uuni fulani katika kanisa hilo, nao ukatengeneza
Wakristo wa bandia ndani ya Ukristo. Na hapo ndipo sasa wale Wakristo wa bandia wanaitwa magugu na wale Wakristo halisi wanaitwa ngano au mbegu. Jina la Bwana lipewe sifa. Sasa msije mkasahau jambo hili kwamba katika kitabu cha Mathayo hii tuliyosoma sura ya 16, Bwana aliahidi kulijenga kanisa lake. Na akasema kanisa lake atalijenga juu ya mwamba na malango ya kuzimu hayatalishinda. Haleluya. Na alipoahidi kulijenga kanisa lake, alikuja kulijenga kanisa hilo, na kanisa likatokezea kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2. Hapo ndipo kanisa la Kristo lilipotokezea. Haleluya. Na tunaposoma kitabu cha Matendo ya Mitume kiuhalisia, kitabu cha Matendo ya Mitume hakipaswi kuitwa kitabu cha Matendo ya Mitume, ila kinapaswa kuitwa kitabu cha matendo ya Roho Mtakatifu ndani ya mitume, kwa sababu yaliyofanywa na mitume au yaliyofanywa na kanisa la mwanzoni hayakuwa matendo yao, ila yalikuwa ni matendo ya Roho Mtakatifu ndani yao. Haleluya. Na niendelee umbali huu kusema kwamba kanisa, kitabu cha Matendo ni kitabu ambacho watu wakikisoma wanadhani tu kinaishia kwenye matendo au kwenye jina hilo hilo matendo ndipo kinapoishia. Ukweli ni kwamba kitabu cha Matendo ya Mitume ndicho kitabu cha Agano Jipya, yaani Agano Jipya lote ni matendo ya mitume. Jina la Bwana lipewe sifa. Na hisi kuna watu wanasema hii imekaaje? Ngoja nikwambie mpendwa, kabla ya Matendo 2 haikuwepo injili ya Mathayo, haikuwepo injili ya Yohana, haikuwepo injili ya Luka, haikuwepo injili ya Marko. Lakini kabla ya Matendo 2 hakikuwepo kitabu cha Ufunuo. Kabla ya Matendo 2 hazikuwepo nyaraka za Paulo. Haleluya. Na baada ya Matendo 2 wanafunzi walipopata Roho Mtakatifu, ndipo huyo Roho Mtakatifu alipowaongoza na kuwakumbusha yale yote ambayo Bwana Yesu alifanya, na ndipo vikaandikwa vitabu vya Mathayo, Luka, Marko na Yohana. Haleluya. Na baada ya hapo tena ndipo kwenye Matendo sura ya 9 Paulo akaongolewa na Roho Mtakatifu akamuongoza Paulo kuandika zile nyaraka za Wagalatia, haleluya, wa Korinto, Timotheo ya kwanza na ya pili, wa Kolosai, wa Filipi na kadhalika. Lakini baada ya hapo mbele tena ndipo Roho Mtakatifu akamshukia Yohana kwenye kisiwa cha Patmo, akampa ufunuo wa kuandika kitabu cha Ufunuo. Sasa hiyo inatuonyesha wazi kwamba kitabu kilichotangulia na kinachoongoza vitabu vyote vilivyopo katika Biblia ya Agano Jipya ni kitabu cha Matendo ya Mitume, ambacho nimewaambia kiukweli yapasa kiitwe kitabu cha matendo ya Roho Mtakatifu ndani ya mitume, kwa sababu alikuwa ni Roho Mtakatifu akiwaongoza mitume. Na hivyo basi Ukristo wote umefungamanishwa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Injili yote ipo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Haleluya. Kwa sababu kitabu cha Matendo ya Mitume, matokeo ya kile ambacho mitume walifanya ndiyo kimeleta injili yote. Na hapo basi ukweli ni kwamba kanisa lolote ambalo alilingani na lile kanisa la Matendo ya Mitume, hilo sio la Mungu. Kanisa lolote ambalo linajiendesha kinyume na vile ambavyo mitume walijiendesha, hilo sio la Mungu. Utaniuliza ni la nani? Na mimi bila kutafuna maneno nitakwambia ni la Ibilisi. Haleluya. Sikiliza mpendwa, ilikuwa ni Roho Mtakatifu ndiye aliyeanzisha kanisa. Waliposhukiwa na Roho Mtakatifu ndipo huyo Roho Mtakatifu alipowaongoza kujiendesha kama alivyokuwa akijiendesha Kristo. Walikuwa na upendo kama wa Kristo, walikuwa na umoja wa roho kama wa Kristo, waliishi kama wa Kristo, waliombea wagonjwa
kama alivyokuwa akifanya Kristo, walifufua wafu kama alivyokuwa akifufua Kristo, waliponya vipofu kama Kristo alivyokuwa akifufua vipofu. Na ndipo basi watu walipoona hayo yakiendelea kwenye kitabu hicho Matendo ya Mitume sura ya 11 mstari wa 26, ndipo wakasema hawa watu ni wa Kristo. Kwa nini waliwaita wa Kristo? Waliwaita wa Kristo kwa sababu maisha yao, matendo yao, mienendo yao, ibada zao zilikuwa sawa sawa na vile alivyokuwa Kristo. Haleluya! Na ndipo basi leo kama ibada yako, mwenendo wako haulingani na huo wa hao wa Kristo, huna haki ya kujiita Mkristo. Kama kanisa lako halilingani na vile ambavyo kanisa la Matendo ya Mitume lilivyokuwa, hilo sio kanisa la Kristo. Unaweza ukaniuliza, kwa nini unasema kwa ujasiri namna hiyo? Mpendwa, wakati Yesu aliposema nitalijenga kanisa langu, yeye mwenyewe Yesu hakulijenga kwa mikono wake, isipokuwa aliingia ndani ya mitume, na hao mitume ndio wakawa wajenzi. Lugha ya Biblia inatuambia mjenzi ni mhubiri. Haleluya.